Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Siku nyingine Mungu ametoa kibali kuwepo mahali hapa kwa ajili ya kuendelea kujifunza maneno matakatifu, kuendelea kujifunza habari za kiroho ambazo zitatuhamisha kutoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine. Na siku hii ya leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, mwezi huu wa 5, mwezi Mei mwaka 2024, tutakwenda kujifunza kichwa cha somo ambacho kinaenda kwa jina la thamani ndani ya kusudi. Thamani ndani ya kusudi, kwa maana ya kwamba ninavyozungumzia kitu thamani na maanisha ubora wa kitu. Nazungumzia habari ya kitu jinsi gani kilivyokuwa katika hali ambayo inatakiwa, kwa dhana ya kwamba ya kwa nini kitu hiki kinafanyika na kwa namna gani. Na siku nzima leo tutakwenda kuzungumzia habari ya thamani katika dhana ya wokovu kwa mtu wa Mungu aliyeokoka. Tunajua kwamba upo ubora katika mazingira mbalimbali, na ubora ndani yako umebeba hatima, na ndani ya hatima kuna kusudi. Ninavyozungumzia kusudi, ina maana ya kwamba ni kitu ambacho kimekuleta duniani, kitu ambacho kinakufanya wewe uonekane mbele za mataifa, kitu ambacho kinakufanya wewe uwasaidie jamii, lakini pia usaidie kile kitu ambacho Mungu amekuitia. Kwa katika kusudi, ina maana ya kwamba yawezekana umeitiwa katika eneo la ualimu, umeitiwa katika eneo la biashara, umeitiwa katika eneo la uzazi, umeitiwa katika mazingira mbalimbali. Je, thamani yako ipoje? Thamani yako ina ukubwa gani? Thamani yako ina kiwango gani? Kwa sababu watu wengi wanafanya kazi ya Mungu pasipo kuangalia kwamba kuna kitu ambacho ndani yao Mungu amewapa, na kitu ambacho nazungumzia ndani yao Mungu anachokuwa amekupa, inatamani Mungu anatamani kitengeneze, na katikati ya kukitengeneza Mungu anatamani kikuze. Hamna respect ambayo inaweza kuja kama haujaitengeneza. Hamna hali ya kukubalika ambayo inaweza kuja kama haujatengeneza. Hakuna mazingira ambayo yanaweza kuwezesha uvuke kutoka hapo ulipo kama hujatengeneza. People will come before you will respect you because you have created your uniqueness before the majority. You have created your uniqueness before the society. That's why people will appreciate on you. And today, once I'm talking about value, it means just we want to see just for something that God has given you, ili ulitumikie katika kusudi lako. Umetengeneza vipi thamani wako? Ninavyozungumzia habari ya thamani, ipo thamani ambayo inatokana katika mazingira ya nje, mazingira ya wanadamu, ambapo wanadamu watakutengenezea sifa, kuonekana kwamba just you are a good person, kuonekana kwamba you have the value, kuonekana kwamba you have the qualification to do something. Lakini mimi sipo huko. Watu wengi wameondoka katika mazingira ya kimani, wameingia katika mazingira ya kwa binafsi pasipo kuelewa, na Mungu akawaacha vivyo hivyo, kwa sababu wanatamani kutengeneza thamani zao katika mazingira ya nje ili wakubalike na watu, lakini pasipo kutengeneza thamani ndani ya maono yao, ili thamani hii maono yao na kusudi la Mungu likapate kuzidi kukua na kuendelea na kumea katikati ya mazingira mbalimbali. Ndani ya jioni leo natamani tujifunze haya maneno, kwa sababu lazima tutambue zipo thamani ambazo wanadamu watakuletea. Kwa maana kwa wanadamu watakukubali. Watakukubali kwa vile unavyozungumza, watakubali kwa vile unavyoongea, watakubali kwa vile unavyokuwa unawatendea mema, watakubali katika mazingira ya nje ambayo ndani yake yamkini wanakuona wazuri. Katika maeneo haya wapo watu wengi wa Mungu wamejaribu kufarakana na Mungu, kwa sababu wanatengeneza mazingira ya watu wa nje wapate kuona wema, lakini ndani ya mioyo yao zimejaa misalaba, ndani ya familia zao zimejaa changamoto, ndani ya maisha yao yamejaa magonjwa. Lakini kwa sababu ya kutotaka kuonekana katika mazingira magumu, wameamua kuacha kutembea katika misingi ya kimungu na kuwapendezesha wanadamu. Hebu jaribu kufikiria ndani ya maisha yako binafsi, jaribu kufikiria ndani ya ndoa yako. Ndoa yako inateseka, lakini ikifika kwa watu wa nje unawasaidia. Lakini hebu jaribu kufikiria ndani ya watoto wako. Watoto wako hawali chakula, wanaishi katika maisha magumu, lakini watu wa nje unawasaidia katika viwango vyao. Hebu jaribu kufikiria katika mazingira mbalimbali ya kwako binafsi. Wageni wakija utawapikia chakula kizuri, na wao watakubali katika mazingira mbalimbali, ili tu uonekane bora, ili tu uonekane mwema. Hizo nazungumzia ni thamani ambazo zinadumu kwa muda mfupi, lakini thamani ambayo nazungumzia siku nzima leo ni thamani kutoka kwa Mungu, ambayo ndani yake itakufanya uwe mtu mkuu, kusudi lako likapate kutimia, kusudi lako likapate kukubalika, kusudi lako likapate kuonekana katikati ya mataifa. Hebu jaribu kuangalia jinsi gani Yusufu alivyopita. Ndani yake alishajiona kwamba siku moja atakuja kuwa waziri mkuu, kama ndani yake. Ndio maana Biblia kuna inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Alishajiona atakuja kuwa mtu mkubwa. Kitu kilichofuata ilibidi atembee katika mazingira ya kujua namna gani anaweza kuyafikia makusudi yake, kwa maana alijaribu kutengeneza mazingira ya kuikuza thamani yake.
kufikia katika viwango vile alivyokuwa anavihitaji. Tunaangalia katika mazingira haya, kuna wakati alikwenda kuteswa, alikwenda kufungwa, kuna wakati alionekana kama ni mbakaji, kuna wakati alifungwa gerezani. Hizo njia zote zilimfanya endelee kuwa bora. Katikati ya mazingira yako ni kitamani hiki ambayo umetengeneza. Mungu anatamani kuona kitu kutoka kwako, kitu ambacho kitabadilisha ulimwengu, kitu ambacho kitafanya ulimwengu upate kujifunza. Mungu anatamani ukapate kuwa faida katikati ya mataifa, uwasaidie jamii kupitia kile kitu ulichofanya. Umejiuliza ni kipi ambacho kinakusaidia upate kuvuka? Watu wengi tumemwacha Mungu, tunatafuta heshima za nje, tumeacha kulitumikia kusudi, tumeacha kumwabudu Mungu, tumeacha kumwomba Mungu, tumeacha kuwekeza maisha yetu mbele za Mungu ili kwamba tukapate kuonekana kwa watu bora katika vizazi na vipindi vijavyo. Tunaishi kwa namna tunavyohitaji sisi wenyewe, lakini si kwa namna Mungu anavyohitaji. Mungu anahitaji familia yako ikapate kuishi katika misingi yake, lakini kwa namna gani? Mungu anatamani uwekeze kwake. Invest into him. Invest into him. Wekeza maombi yako kabla hujaingia katika kitu chochote. Muombe Mungu. Mwambie Mungu, nahitaji thamani yangu ikue katikati ya eneo la biashara. Mwambie Mungu, nahitaji thamani yangu ikapate kukua katikati ya mazingira ya kifamilia ndo yako. Mwambie Mungu, natamani ya kwamba thamani yangu kama mume, thamani yangu kama mke, thamani yangu kama mtoto, natamani ikapate kukua na kuonekana, kujulikana katikati ya mataifa. Sitoweza kwa namna zangu, lakini naamini Mungu unayeweza, Mungu unaye nguvu, Mungu unaye mamlaka, Mungu unaye heshima. Kuna wakati watu ambao watasimama kwa ajili ya kukatisha tamaa. Watakukatisha tamaa kwa sababu hawakiona kitu ulichokuwa nacho, na inawezekana wamekiona kitu ulichokuwa nacho kimeshakuwa tishio katika maisha yao.